either way anakuwa anatujia kwa lengo la upotoshaji ama kufanya mambo ambayo ametumwa na CCM. Update ya kwanza ninataka kuwapa jamani, leo nimekaa kwenye meetings za wanaharakati tofauti nyumbani, akiwemo Dada Maria, kwa masaa kabisa tukijadili, na kuna mambo tumekubaliana kwamba mimi kuanzia kesho Jumatatu nitakuwa na utumia muda wangu wote kufanya kazi ya maandalizi ya maandamano tuliyoyapanga. Maana yake hichi nimesema ni hivi, mimi ninasoma na nafanya kazi, lakini ndugu yenu nimeridhia kukatisha kwenda kazini na kukatisha kusoma. Nitasoma nyumbani hivi kwa muda mfupi, na nitaitumia wiki nzima kikamilifu kuhakikisha nakamilisha documentation zote za barua na maombi, ili makusudi ikiwa itawezekana, itawezekana maandamano haya tuliyoyapanga yawe tarehe ile 9 ambayo ndugu zetu wengine wameipanga. Lakini yatakuwa tarehe 9 ikiwa tu tumeweza kukamilisha taratibu tulizozipanga. Hatuko tayari bado kufanya maandamano ya kukurupuka ambayo yataleta athari, ambayo yatasababisha ndugu zetu wengine wafe. Sasa katika siku moja inakuwa ina masaa 24 na wiki moja ina masaa 168. Sasa mimi nitajitahidi sana ndani ya wiki hii nitumie masaa 158 yote kwa ajili ya kufanya matayarisho ya kukamilisha barua za kuwataka waangalizi na taasisi nyingine, na nitalala kwa masaa 10 tu na 8 kwa wiki. Nitajua kwa kuyagawa. Naeleza haya kwa sababu nataka niwaoneshe jinsi gani tunatakiwa tujitoe kivitendo, sio kwa maneno tu, kwa ajili ya damu ya ndugu zetu iliyomwagwa, kwa ajili ya kuzuia vitisho vya kisaikolojia ambavyo Rais Samia anajaribu kuvifanya kwa vijana wa Kitanzania. Anacheza na akili zetu, anacheza na saikolojia yetu. Haya makesi ya kuwatuma waandishi wake wa habari watangaze kwamba leo ndani ya Tanzania watu 500, watu 300 wameshtakiwa kwa kesi ya uhaini, kitaalamu anajaribu kuwa traumatize vijana, anajaribu kuwapa watu trauma, anajaribu kuintimidate watu, anajaribu kujenga hofu ya kisaikolojia. Sasa ndugu zangu, katika hii wiki ambayo inaanza kesho, tutabidi tuende kwa speed sana, na itabidi tukubaliane kwa pamoja kujitoa, kisha mambo mingi tunayafanya ndani ya muda mchache. Ikiwa tu itawezekana, basi na tuingie kwa nguvu yote tarehe 9 hiyo ambayo baadhi ya watu wanaona iko sawa, ikiwa tutakamilisha. Sasa nataka niwajibu taarifa moja. Nataka niwaambie taarifa moja. Kuna watu wametaka leo niwaeleze kupitia DM kwamba kwa nini tumeyachagua mashirika hayo na tuna uhakika gani kama tutafanikiwa. Naamini sana hili jambo ni jambo ambalo linakuja kwa kujirejea, lakini pia kama nilivyowaambia kwamba mimi nimekubali moyo wangu wote na nguvu zangu zote na wakati wangu wote kuutoa kwa kadri itakavyowezekana, ili kusudi tuweze kuidondosha serikali. Na nimewapa hesabu ya masaa ambayo nitayatumia kwa wiki nzima. Ikiwa wiki moja ina masaa 168 ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu katujalia, mimi nitatoa masaa 100 na 150 yote kwa ajili ya kutumikia nchi yangu. Na si kama ni kitu kikubwa ukilinganisha na damu za ndugu zetu, ni kitu kidogo sana. Ndugu zangu ambao mnanisikiliza, naomba munipe dakika 10 kukuthibitishieni kitaalamu kabisa kwamba ikiwa maandamano niliyowafahamisha tutayafanya,
na kwa utaratibu huu ambayo nimewaelekeza, basi Rais Samia tutamtoa serikalini, na si kumtoa tu, atakimbia nchi, kwa sababu nchi zote zilizofanikiwa kwa utaratibu huu marais walikimbia nchi. Naomba muniruhusu nikupeni ushahidi wa kwamba utaratibu wa maandamano tulioyapanga itatupa guarantee ya kuing'oa hii serikali. Mwaka 2011 nchini Tunisia walifanya maandamano ambayo sisi tunataka kuyafanya, na waliwasiliana na mashirika ambayo sisi tunashirikiana nayo. Ilikuwaje? Kulifanyika nchini Tunisia maandamano makubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuwa hawana ajira, na kulikuwa na rushwa ambayo kama Abduli, kina Rostam Aziz na Mama Kiziga wanayafanya. Na kulikuwa na ukandamizaji wa haki za binadamu mkubwa sana, kwa sababu wale watu ambao walikuwa wakipinga walikuwa wakitekwa na kupotezwa. Watu wakaandaa maandamano makubwa sana baada ya mwanaharakati wao, baada ya yule mtu ambaye amewaambia watu waandamane, alikuwa anaitwa Mohamed Bouaziz. Kama mfano vile hapana, nisimtolee kaka Saba, kama mfano vile labda mimi hivi nahamasisha, sasa kabla hatujafika kwenye point nikaja nikauliwa. Lakini kuuliwa kwangu mimi ikitokezea haina thamani tena roho yangu, kwa sababu ndugu zangu tayari nishawapa njia ya kupita. Hata kama leo wamekuja kutuma makatelo wakaniua hapa, na waomba sana fateni njia nilowapa, kwa sababu inatupa guarantee. Tunisia walifanikiwa kumuondoa rais wao, licha ya kuwa kumuua yule mtu ambaye aliwashauri watu kufanya maandamano ya aina hii, kwa sababu alishirikiana na taasisi 5 zile ambazo nilowatajia. Na mwisho wake rais wao alikuwa anaitwa El Abideni, alikimbia nchi mwaka wa 2011 baada ya maandamano yale kuwa ya kudumu, hayajakuwa na kikomo. Huo ninowapa ni ushahidi ndugu zangu kwamba hiyo ni nchi ya kwanza ambayo imefanikiwa kwa aina ya maandamano ambayo sisi tunataka kuyafanya. Na waeleza hivi kwa makusudi ili niwape assurance, kwa lugha ya Kiswahili niwape guarantee kwamba hichi tunachokifanya ni kitu cha uhakika na kitatupa jibu la uhakika kwa jambo tunalolitaka, ikiwa tutafanya kwa utaratibu unaofaa. Nchi ya pili iliyofanikiwa kwa mfumo wa maandamano haya tunataka kufanya ilikuwa ni nchi ya Sudan mwaka 2019. 2019 watu wa Sudan waliandamana kwa sababu Bwana Omar Bashir alichukua nchi kwa muda mrefu bila kutaka kuachia, kama vile vitu ambavyo Uganda wanafanya. Kilichofanyika, sisi tunatumia TikTok, wao vijana waliunga kitu inaitwa maandamano ya amani ya kiraia, ambayo hawajataka kupata kiongozi yoyote wa kisiasa, kwa sababu viongozi wa kisiasa, vijana wa Tanzania wametuvunja moyo sana baada ya kuwa wananunulika, wakikuwemo kaka Makengeza na wenzake. Walieka vuguvugu la kiraia na wakalipa jina inaitwa Sudanese Professional Association. Ilikuwa ni grupu kama ambalo sisi hivi tunakutana TikTok. Waliandamana bila kikomo, lakini walipewa ulinzi kamili na walipewa ushirikiano na mashirika ambayo nimewatajia. Na munaweza kwenda kuisoma haya maandamano haya peke yenu. Lakini kama mnaona labda ilifanikiwa Afrika tu, na watajia nchi ambayo iko Ulaya ambayo pia imefanikiwa kwa mfumo wa maandamano ambayo sisi tunayapanga. Nchi hiyo ni nchi ya Ukraine. Mwaka 2014 ukienda kusoma kwenye historia ya Ukraine ya mambo ya mapinduzi, kuna mapinduzi yalikuwa yanaitwa Euromaidan. Mnaweza ukipata muda naomba mkajifunze, andika Ukraine 2014 Euromaidan Revolution.
mutapata kujifunza vitu vingi sana ndugu zangu. Maandamano haya yalikuwa maandamano yasiokuwa ya kikomo. Walikuwa wakimpinga rais wao wakati huo alikuwa akiitwa Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych alikuwa ni fisadi, lakini hajamfikia Rais Samia. Hajamfikia Rais Samia kwa ubaya, lakini alingolewa kwa maandamano makubwa